Gachagua tutawaacha. Kama mwezi fuata Gachagua, sababu Gachagua ndo ako na nguvu na ako na uwezo ya kutoa William Samoei Ruto. Uhuru hatatoa William Ruto, atatoa yeye aje. Kama alikuwa kwa kiti na Ruto alimshinda, alikuwa kwa kiti na alikuwa na support hii project yake hii Raila hii, alikuwa na msupport na bado alikuja akamshinda. Sasa huyo atatoa Ruto? Gachagua ndo anajua nini yote. Gachagua ndo anajua mambo yote ya nini vile walifanya na William Ruto, na hivyo ndo Gachagua atafanya na hakikisha ya kwamba Ruto ameenda nyumbani. Hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. So Uhuru Kenyatta, wewe ni retired president, wacha kumbafu. Kwanza unafaa usikwe na upigwe ngumi mingi sana kwa mdomo yako. Unafaa upigwe mangumi mingi sana kwa mdomo yako. Hauwezi kuwa unakuja hapa kila siku unatulaumu. Na wewe ndio ulipeleka watu wako kwa government. Si ulipeleka? Si ulipeleka watu wa Jubilee kwa government? Sasa hivi unakuja unatupima kili aje? Wacha kutupima kili bwana. Ambia watu wako wa resign kwa government wenye uliwapeleka wa Jubilee, ndio ukuje kutulaumu hapa. Kumbafu wewe. Bunge power. Bunge ria. Asante sana. Mimi naitwa Wycliffe. Majority leader bunge la mwananchi Nakuru County. Mr. Speaker, mimi nataka kwenda direct to the point. Former President Uhuru Kenyatta, wacha kucheza na Wakenya. Uhuru Kenyatta ulikuwa president miaka 10, lakini ile project ambayo unaweza kumbuka ni Linda Mama. Ile project ambayo unaweza sema, unaweza ambia Wakenya ambayo tulifanya jana, uliongea vibaya sana. Ukasema tu William Ruto atulete Linda Mama, William Ruto akakuja kutoa. Miaka 10 kama president, Linda Mama peke yako ndio unaweza kuja kutuambia project tulifanya. Wewe ulifeli wa Kenya. Na mimi nataka kuambia Fred Matiang'i unageuzwa mbaya sana, na unafaa ujue hivyo. Kwa sababu uwezi pewa, in fact chama ya Jubilee ilikufa kitambo, ambao unadanganywa naye tutapewa. Chama ya Jubilee ilikufa na mtu jana ilikuwa upewa uongozi wa Jubilee, haukupewa. Si ujiulize kwa nini unageuzwa? Ule mtu ambaye alifelisha hii Kenya amekatalia atipati leader. Uhuru Kenyatta unatafuta nini kwa siasa? Na wewe ulifelisha hii nchi. Wewe ulimaliza miaka yako 10, enda upumuzike. Enda ukae huko upumuzike, uache watu wafanye siasa yao. Nikimalizia Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Hii nchi William Samoei Ruto ataenda miaka 10. Yale mambo William Ruto amefanya hii Kenya inastahili hata tubadilishe katiba. Na mimi nakubaliana na Raila Amolo Odinga. Alisema hii katiba tubadilishe na tutoe term limit, William Ruto abadilishe nchi ikuwe kama Colombia. Yes. Abadilishe nchi ishinda hata Amerika. Hivyo ndio tunataka. Kwa sababu sasa hivi vile zaidi tunaongelea hivi Mr. Speaker, nchi yetu ya Kenya, affordable housing zenye zimejengwa sasa hivi, Wakenya wanaona ile kitu ambayo haijaifanyika. Manyumba tunaona kila mahali. Watu wa mahasala sasa hivi tunaenda kukaa kwa manyumba zenye tulikuwa tunasikia matajiri wakikaa. Kwa hivyo William Ruto, miaka 10 haitoshi. Tunataka kama tunaweza kuongezea kwa hiyo miaka kama miaka 30, Mr. Speaker, iende miaka 50. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi tunasema ya kwamba sisi tuko tayari na tunaambia Raila Amolo Odinga na William Ruto, ile mambo mnasema hakuna atapinga. Hiyo katiba hata mkisema tubadilishe leo, tutaamka asubuhi na tubadilishe hiyo katiba. Asanteni sana. Wewe na nani? Asante sana. Wewe utaamka wewe na nani? Bunge power. Bunge oye. Kwa majina naitwa Benson. Wengi wananiita Ben Samaritan. Mimi ni mkazi wa hapa. Mimi si mgeni hapa sana. Nimekuwa pamoja na nyinyi mara mingi. Kwa wakati mwingine nikibeba na boda hapa, wakati wa kina Kemora, wale wa boda wa kitambo wananijua. So kwangu kuhusu huyu mtu anaitwa Uhuru, wacha niseme kama kijana
na mkazi. Tunasema kwamba hii serikali ni ya kila mtu. Kama tumekupea nafasi, umefanya kazi, umemaliza yako 10, ondoka uachie wengine. Sababu hata mtu akifa familia si ati huwa inaisha. Wacha wengine wale ambao ulitengeneza wakue watu wazima, wacha tuone wanaweza fanya namna gani. Mambo ya kusema Jubilee ati bado wewe ndiye party leader Uhuru, sema unatukosea. Pumzika polepole, kura retirement benefits polepole. Wacha wengine nao kina Matiang'i wajile, wacha hata wakuja na chama yao. Si kila mtu anafaa kuinherit mpaka ile nyumba ya baba yake. Wacha mtu hata ajenge yake, ajue bei ya mbao. So tunasema hata Matiang'i atengeneza, si tuko tayari kusapoti mtu yeyote akona nia nzuri kwa hii nchi. Jambo lingine niseme upande mwingine wa opposition ama upande ya serikali zenye zinakuja. Sasa serikali zenye tunasikia kama ziko juu kidogo ni upande ya opposition ambayo sasa hizi imeshikiliwa na kina Gachagua na upande ya Ruto pia. Tunasema tumepea Ruto miaka 5 ambayo pia haijaisha, na pia tuko na opposition ambayo iko na hata mmoja ambaye alikuwa upande ya serikali wakati mmoja. Na tunasema kwamba yale tunakosoa yale mambo mabaya na pia yale mazuri tuyaseme, lakini ni vizuri wakati mwingine mjue wakati mnabishana pale wananchi kuna kile mlituambilia, tunagoja bado mutimize. Otherwise kutotimiza kwa mwananchi sisi ndio tunawaweka kwa ile power. Na tunasema hizi pesa ambazo zinatumika mingi zikuja tu hapa mashinani tuziona zikisaidia vijana wetu. Tunasikia watu wanaitwa State House, tunasikia watu wengine wanaita mikutano inatumia pesa mingi. Niseme hapa mkikuja hapa Nakuru West mtapata vijana wengi tu wameketi chini. Hizi pesa ambazo zinatumika huko unaita watu 10,000 unawapea kila mtu shilingi 10,000, hiyo ni milioni 100. Zilete hapa mashinani, hawa vijana wengine wanaweza fanya courses. Wengine wajue kutengeneza madirisha, wengine kutengeneza viti na mambo mengine mingi za kuwasaidia. Na kuna wengine wanaweza fanya hata biashara. Hizo pesa wanaweza gaiwa. Kijana akipatiwa beri ya manguo hawezi kosa kushindwa kuuza. So mimi ninasema kwamba kama mbunge mimi ninasema hivi, tujaribu kuminimize hizi budget zenye mnatumia huko. Mambo ya maendeleo wakati mwingine hatuhitaji kuambiwa mtu ni mzuri ama amefanya. Tutaona ukitengeneza barabara tuko na macho tunaona huyu mtu amefanya kazi. So tunasema kwamba hizo pesa zikuja mashinani zisaidie mwananchi. Hao ni maoni yangu, na hata sisi vijana wenye wako hapa kama hapa Nakuru West, ma MCA, ma MP na magavana, mtupee nafasi hata sisi muone tunaweza fanya nini tukiwa kama viongozi. Na msitukimbisha na pesa zile ambazo tunasikia zinapita huko mrango ya kando, sababu sisi tuna hizo kazi. Sasa hizi ndio tunatafuta kazi, na mtupee nafasi muone hii masomo yenye tumeenda tukasoma. Wengine tumesoma hata kuliko nyinyi wenye mnatuongoza. Hata sisi tufanyishe kazi, msiwache tuende kaburini na hii masomo. So mtupee nafasi hata sisi tuongoze, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu hii kiti ya Nakuru West nitakuja kupigania 2027. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Naongelea former president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta, ukiangalia uongozi wako ulikuwa mtu sawa. Sasa mahali ulituletea Raila ukatuambia Raila ni mtu mzuri, lakini tukakataa maneno yako. Lakini saa hii lazima tusikize maneno yako. Kenya naenda mtoni. Ukitiambia tuende hapa, tuende kwa Matiang'i, tuende kwa fulani, tunakufuata. Sasa huyu mtu anaitwa Rikichi alikuja na Ruto. Sasa yeye anatuambia Ruto ni mbaya. What? Kwa nini saa hii anatuambia Ruto ni mbaya na yeye alituletea Ruto akatuambia Ruto ni mzuri? Saa hii tunafuata Uhuru Muigai Kenyatta, kitu anatuongeza. Sana kwa majina ni Isa Mureithi Andro, mjumbe wa Mungu kutoka bunge ya Manyata Nakuru. Leo naongea mambo ya siasa kuhusu Uhuru Kenyatta na pia niongee mambo ya Raila. Nikianza kwa mambo ya mlima,
Mimi ningetaka kuambia watu wa mlima wakuwe macho sana. Saa hii si wakati wa kusema huyu amekuja, huyu amefanya, huyu atakuwa. Sisi watu wa mlima ndio tunaumianga sana wakati mambo inaharibika. Sababu yule kiongozi mnachagua akija pale akuwe na nia mbaya, atavuruga nyinyi kibiashara, awavuruge kimawazo, awavuruge mpaka mshindo mnaelekea wapi, mkose mbele wala nyuma. Saa hii naona hapa imetokea, kuna huyu Mr. Uhuru Kenyatta former president, na kuna Gachagua katika mlima. Mimi niwaambie hivi, nyinyi mnachezea mlima, nyinyi mnatuchezea na mnapea watu wengine advantage, sababu wakati Uhuru unaenda pale na chama yako na umekuwa pale utupei mwelekeo kabisa. Saa hii unatutajia mambo ya Matiang'i, na Matiang'i akikosa kuingia si utakuja kuturaumu tena? Hapo ni 50-50. Sio lazima Matiang'i aingie, unaturaumu mambo ya kusema tulichagua Ruto tukakosa kuchagua Raila. Je, Matiang'i akikosa kuingia utakuja kutuambia nini Uhuru? Jambo hilo mimi naona mlima Kenya lazima mkue na masikio. Lazima mjue ni nini mnafanya. Msichanganywe na Gachagua na Uhuru. Hao tu sio lazima watupeleke mbele. Tunajielewa. Huyu Gachagua naye anawekea opposition vikwazo kubwa sana ambapo hawataweza. Tunajua opposition Kalonzo hako pale na huyu Matiang'i, wakiwekewa vikwazo hawatakuwa kitu moja, watagawanyika. Na unajua Wakenya wanaangalia mtu wetu wako wapi. So wakiziwa kitegwa wanajiondoa, wakaba wakitegwa wanajiondoa. So nyinyi Ruto nyinyi Uhuru na Gachagua amuchezi mchezo mzuri hapo. Mimi naona mnatutupa hapa, iko shida mbele na nyinyi hamuoni, na nyinyi viongozi. Wewe Uhuru si ndio uliambia Raila aende kwa Ruto? Wewe si ndio ulimwambia aende kwa Ruto? Na ukapeana wajumbe wako akina Kabogo, ukawapeana kwa serikali, wanafanyia serikali kazi. Mbona sasa hii unaraumu Ruto? Si ukae huko, kaa huko kwa Ruto. Na usitudanganye na Matiang'i. Na wewe Matiang'i, wacha ujinga. Unadanganywa na Uhuru. Uhuru akuje akushike mateka, asabaratishe mlima. Sababu hizo chama mbili, DCP na Jubilee, lazima watapigana. Gachagua hataki kuona watu wa Jubilee, nawe Uhuru hutaki kuona watu wa DCP. Tunaelekea wapi? Sisi watu wa mlima tutafanya kazi kwa akili saa hii. Hatutawaangalia saa hii. Sisi lazima tuende mbele kulingana na akili zetu sasa. Sababu tunaona mtatuchanganya mpaka dakika ya mwisho. Hatutakubali. Hatutakubali. Hilo jambo lingine ni kwa Raila. Raila ulitoka kwa opposition, ukaacha opposition, ukaenda kukura kwa government, na hata saa hii unakura. Lakini tunajua mchezo yako. Sisi wa Kenya tunakupenda sana. Umefanya mambo mingi, lakini Raila saa hii ndio unakuja kutuambia Ruto ni mbaya. Na saa hii watu wako wanakula huko. Ndio chama ya ODM lazima usekiwe, isiishe, lakini si kwa kutumia hiyo mbinu unatumia. Wewe ndio ulishikilia Ruto akae pale wakati Gen Z walitokea kwa njia. Saa hii Ruto angekuwa kwa kiti, unakuja aje kutuambia mambo ya Ruto saa hii? Ruto angekuwa nje, isipokuwa ni wewe Raila mkiwa na Uhuru. Nyinyi ndio mmeshikilia Ruto hapo. Ruto angetoka kitambo na ingekuwa history saa hii, tungekuwa tumeshikiliwa na jeshi. Jeshi imetupea nafasi ya kufanya uchaguzi, miezi 3 imeisha, saa hii tungekuwa na serikali mpya. So Raila, wacha kudelay mambo yetu. Mkiwa na Uhuru, mnadelay mambo yetu sana. Tunajua nyinyi ni familia zile ambazo zimeongoza nchi. Lakini tukiendelea hivyo,
tutakuwa tukirudia yale mambo history tu, tukirudia, sababu wewe naona Raila unakuja kupiga cheki mtu fulani kama Kalonzo. Utashika Kalonzo mkono useme wewe ndio umemweka pale, alafu uingie kwa serikali. Sasa sisi tutabakingi wapi? Na wewe utakuwa mstari wa kwanza. So ODM mkuwe macho sana. Hata nyinyi msitumiwe juu ni chama. Watu wafuasi wa ODM muangalie kiongozi wenu ama anawatupa ama anawarudisha ndani. Hiyo chama ni strong, lakini isikue yeye ndio anatumia kuwaimbisha wimbo. Juu mnaimbisha wimbo kila wakati. Kwa hivyo mimi nikisema kifupi, nisiongee sana, nisitupe muda. Sisi tunataka kubadilisha Kenya. Na Wakenya ndio watatoa mwelekeo. Ningeamurisha Wakenya wote mahali wako, msifuate hizo chama. Chama ni za watu. ODM ni ya Raila, Jubilee ni ya Uhuru, DCP ni ya Gachagua, Wiper ni ya Kalonzo. Mnataka kutuambia hao watu waine ndio watatupeleka wapi? Hao ni kutugawanya. Hao nia yao ni wakae pale kwa zile viti, watuongoze vile wanataka na hizo system zao za takataka. Hizo system zao za takataka hatutaki. Mumefanya Kenya ipotose, iishe, ikuwe hakuna inji hapa. Asanteni. Naitwa Mary Apio, wakaji hapa Nakuru, tuko kwa bunge wananchi hapa Shaba. Tunatetea wanyonge. Nasema mimi nataka kuongea saa hii. Mimi nasia Sonko ananitafuta. Watu wa Nairobi, mkiona Sonko mwambieni Mary Apio namtafuta. Mimi nataka kukuuza sera yako Sonko. Hebu mwambieni Mary Apio, watu mwenye wako Nairobi, mwambieni Mary Apio namtafuta. Mimi mwenyewe nitauza ground yako na nitakuuza. Sasa mimi watu wako Nairobi, tafadhali mwambieni Mary Apio natafuta Sonko. Mimi naongea tu hivi, najua atanitafuta. Huyo Sonko ni mtu mwenye governor. Tena ni governor alikuwa anasaidia wachokora. Si watu wengine ati wanasimama governor Nairobi na hata wana vile machokora walikuwa na shida. Na wakati Sonko alikuwa hapo, machokora hawakuwa na shida. Sonko alikuwa anasaidia kila mtu. Mimi naomba Sonko angekuwa hapa Nakuru, hata saa hii mimi ningekuwa na ploti. Sonko angekuwa hapa Nakuru, mimi saa hii Mary Apio mimi singekuwa na shida saa hii. Lakini hii kaunti yetu hapa Nakuru unaongea na unaenda kulala njaa. Mimi na inasema tu kweli. Hapa kaunti hapa Nakuru watu wako na madharau sana. Hapa kaunti hivi Nakuru watu wako na madharau sana. Sisi tumeongea, tumeishi kuongea. Lakini ingekuwa Mike Sonko, saa hii mimi ningekuwa na ploti yangu. Sonko tafadhali, hebu nitafute nikuuze kwa ground, ukue governor. Nitafute. Haya, natoka hii agenda. Mimi nataka kwenda kwa agenda ya president wetu mwenye alisatoka kwa kiti, Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi naongea kwa watu mwenye wanaongea ati president wetu alikuwa mbaya. Alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameleta maendeleo. Nenda ya wamama bure. Alikuwa ameleta masomo. Watoto wetu walikuwa nasoma bure. Mimi watu mwenye wanaongea ati president Uhuru alikuwa mbaya wapi? Huyu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amesema watu wa mlima, pigeni huyu Raila Amolo kura. Pigeni wa Kikuyu. Pigeni Raila kura. Hao wenyewe walikataa. Sasa hii nyinyi mwenyewe ndio mnalaumu Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi tena na Uhuru alikuwa kiongozi, hawezi kusindana na huyu Ruto. Huyu Ruto mrombaya huyu. Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi nataka hii jambo ifikie Samuel Ruto. Uhuru alikuwa baba yetu, wewe mwenyewe ndio ulikuwa kwa mimi na tunasema namba yangu ya simu 07044760003. Tafadhali nitumie hata 200 baba yetu. Mimi nasema tu kweli, mimi sitakangi kusema uongo na mimi naongea ukweli. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, mimi nasemanga sisi tumesaishi hapa. Tumeongea na shida. Wewe sasa hata ungekuwa president, sasa hata mimi mwenyewe ningesaa pata ploti yangu. Singekuwa kama huyu Mwati William Samuel Ruto, mtu mwenye hana huruma. Ni dikteta mwenye hata hana huruma. Sisi tumekaa hata na tuonanga kwa runinga hata kwa TV. Na yeye mwenyewe hata hana huruma. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, namba yangu ya simu nimesema. Huyu kiongozi Uhuru alikuwa mzuri. Huwezi kupimana na hii Samuel. Uhuru ni kiongozi. Wakati linda wa mama ikaletwa.
watoto wetu wakasoma bure. Sasa huyu ndio kiongozi, huwezi kupimana na huyu mjinga huyu mwenye ameshaharibu Kenya, ameshaua watoto wetu, huyu Samuel Ruto. Asanteni. Na leo ningependa kuzungumzia kuhusu hii chama ya Jubilee. Tumeona pale jana Uhuru akipeana full chairmanship kwa Fred Matiang'i. Tunafurahia sana sisi kama wapinzani, tunafurahia sana sisi kama opposition. Opposition yenye imekuwa opposition ambayo ni ya ukabila, imekuwa ni opposition ya matusi, imekuwa ni opposition ambayo haina hata agenda. Tumefurahia sana Uhuru amejiunga na hii Jubilee ili kusimamisha hata Mount Kenya. Wakikuyu walikuwa wameseparate, lakini tunajua kwamba amepeana mwelekeo ambao utasaidia watu wa Mlima Kenya kuweza kushikana, waweze kufanya kazi pamoja, waweze kushikana vile walikuwa wameshikana wakati wa Kibaki, na hata wakati wa Uhuru. So Uhuru, kile tungependa kukuambia ni ya kwamba ujaribu uingie pale Mount Kenya usimamisha Wakikuyu, sababu wamegawanyika, watu wako confused, hawajui wataenda huku ama wataenda huku. Ujaribu kuwashikanisha wakuwe kitu kimoja, ili kwamba 2027 ikiweza kufika tukuwe tumesimamisha Matiang'i kama president. Na wale wapinzani wengine ambao wanaleta sijui kelele, wale ambao wanaleta sijui ukabila ndani, tunataka kuwaambia endeni sasa mtafuta agenda. Opposition sasa ni mbili, na opposition ambayo itakuwa na agenda ndio opposition ambayo Mkenya atatembea nayo. Sasa watu wamechoka na gharama ya maisha, watu wamechoka na vile tunapelekwa na hii serikali. Sasa hakuna kazi, hakuna, hata ukitembea kwa maduka hakuna kazi. Vijana, kazi ya mtaani ilitolewa, hakuna kazi kabisa. Tulikuwa tunataka mtu ambaye tutamsimamisha, mtu ambaye tutasimama nyuma yake, aweze kutuokoa sisi kama Wakenya, na aweze kutusaidia kuunda na kuleta agenda ambazo zitasaidia Mkenya wa chini na watu ambao wanateseka, watu ambao wanahangaika. So Bwana Uhuru, congratulations, naendelea kushikanisha Wakenya wote. Wakati una address nchi huwa tunaona hauna ukabila, una address Wakenya wakiwa wote, una address watu kama Mkenya Uhuru. So tunafurahia sana. Na wewe Gachagua, enda mtafuta agenda sasa. Na William Ruto, tunataka kuona kitu moja. Tafadhali, gharama ya maisha imekuwa juu sana. Watu wanateseka, watu wanahangaika. Vijana hata kazi ya mtaani hawana. Tunaomba kitu moja, tengeneza hayo kwanza. Kama unataka urudi huko tamu nyingine ya pili, tengeneza kwanza hayo, na kama yatakushinda utarudi nyumbani na Matiang'i atakuwa president 2027. Asanteni sana. Speaker, mimi nataka nizungumze kwa mada ya jana. Uhuru Kenyatta, mimi nakuuliza aje, wewe hujawahi kosea maisha yako. Saizi unatuletea blame games ya kwamba sisi wa Kenya ndo tulikuwa wajinga. Kwa nini ulishindwa kupea Raila kiti? Kwa nini ulishindwa? Saizi sasa unatupima akili hapa eti ulituambia. Ulituambia na nani? Na ulikuwa na powers yote. Raila na Ruto ni kitu moja. Hata sasa kuna haja ya kutuambia ya kwamba tulifanya makosa. Sababu Ruto mwenyewe alisemanga hata Raila angechaguliwa, hizi vitu zote zenye anafanya Raila angefanya. Sasa saizi wacha kutulaumu. We kama unataka kusupport Matiang'i, support yeye. Wacha kutupigia kelele kila saa tangu uondoke mamlakani. Kama utaki kuungana na Gachagua, wachana naye. Hatuwezi kukubembeleza. Kama uwezi ungana na Gachagua ni kama unataka kutumiwa na Ruto ndo mumalize Gachagua Central. Ama utamaliza yeye. Mtamaliza Gachagua aje? Hamwezi maliza Gachagua. Gachagua ndo bado anasikika huko Central. Na Gachagua ndo earth mover ya hii Kenya. Sasa msifikirie mnaungana hapo, muende muharibu nani? Gachagua. Muharibie Gachagua huko Central. Na watu wa Central, wacheni ujinga. Kama muwezi fuata Gachagua tutawaacha. Kama muwezi fuata Gachagua, sababu Gachagua ndo ako na nguvu na ako na uwezo ya kutoa William Samoei Ruto. Uhuru hatatoa William Ruto, atatoa yeye aje. Kama alikuwa kwa kiti na Ruto alimshinda, alikuwa kwa kiti na alikuwa na support hii project yake hii Raila hii. Alikuwa na msupport na bado alikuja akamshinda. Sasa huyo atatoa Ruto. Gachagua ndo anajua nini yote. Gachagua ndo anajua mambo yote ya nini.
vile walifanya na William Ruto, na hivyo ndo Gachagua atafanya na hakikisha ya kwamba Ruto ameenda nyumbani. Hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. So Uhuru Kenyatta, wewe ni retired president, wacha kumbafu. Kwanza unafaa usikwe na upigwe ngumi mingi sana kwa mdomo yako. Unafaa upigwe mangumi mingi sana kwa mdomo yako. Hauwezi kuwa unakuja hapa kila siku unatulaumu. Na wewe ulipeleka watu wako kwa government. Si ulipeleka? Si ulipeleka watu wa Jubilee kwa government? Sasa hivi unakuja unatupima kili aje? Wacha kutupima kili bwana. Ambia watu wako wa resign kwa government wenye uliwapeleka wa Jubilee, ndio ukuje kutulaumu hapa. Kumbafu wewe. Bunge power. Bunge ria. Asante sana. Mimi naitwa Wycliffe. Majority leader bunge la mwananchi Nakuru County. Mr. Speaker, mimi nataka kwenda direct to the point. Former President Uhuru Kenyatta, wacha kucheza na Wakenya. Uhuru Kenyatta ulikuwa president miaka 10, lakini ile project ambayo unaweza kumbuka ni Linda Mama. Ile project ambayo unaweza sema, unaweza ambia Wakenya ambayo tulifanya jana, uliongea vibaya sana. Ukasema atu William Ruto atulete Linda Mama, William Ruto akakuja kutoa. Miaka 10 kama president, Linda Mama peke yako ndio unaweza kuja kutuambia project ulifanya. Wewe ulifeli wa Kenya. Na mimi nataka kuambia Fred Matiang'i. Fred Matiang'i unageuzwa mbaya sana, na unafaa ujue hivyo. Kwa sababu uwezi pewa, in fact chama ya Jubilee ilikufa kitambo, ambao unadanganywa naye tutapewa. Chama ya Jubilee ilikufa na mtu jana ilikuwa upewa uongozi wa Jubilee, haukupewa. Si ujiulize kwa nini unageuzwa? Ule mtu ambaye alifelisha hii Kenya amekatalia atipati leader. Uhuru Kenyatta unatafuta nini kwa siasa? Ni wewe ulifelisha hii nchi. Wewe ulimaliza miaka yako 10, enda upumuzike. Enda ukae kwa upumuzike, uache watu wafanye siasa yao. Nikimalizia Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Hii nchi William Samoei Ruto ataenda miaka 10. Yale mambo William Ruto amefanya hii Kenya inastahili hata tubadilishe katiba, na mimi nakubaliana na Raila Amolo Odinga. Alisema hii katiba tubadilishe na tutoe term limit, William Ruto abadilishe nchi ikuwe kama Colombia. Abadilishe nchi ishinde hata Amerika. Hivyo ndio tunataka. Kwa sababu sasa hivi vile zaidi tunaongelea hivi Mr. Speaker, hii nchi yetu ya Kenya, affordable housing zenye zimejengwa saa hii, Wakenya wanaona ile kitu ambayo haijaifanyika. Manyumba tunaona kila mahali. Watu wa mahasala saa hii tunaenda kukaa kwa manyumba zenye tulikuwa tunasikia matajiri wakikaa. Kwa hivyo William Ruto, miaka 10 haitoshi. Tunataka kama tunaweza kuongezea kwa hiyo miaka kama miaka 30, Mr. Speaker, iende miaka 50. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi tunasema ya kwamba sisi tuko tayari na tunaambia Raila Amolo Odinga na William Ruto, ile mambo mnasema hakuna atapinga. Hiyo katiba hata mkisema tubadilishe leo, tutaamka asubuhi na tubadilishe hiyo katiba. Asanteni sana. Wewe na nani? Asante sana. Wewe utaamka wewe na nani? Bunge power. Bunge oye. Kwa majina naitwa Benson. Wengi wananiita Ben Samaritan. Mimi ni mkazi wa hapa. Mimi si mgeni hapa sana. Nimekuwa pamoja na nyinyi mara mingi. Kwa wakati mwingine nikibeba na boda hapa, wakati wa kina Kemora, wale wa boda wa kitambo wananijua. So kwangu kuhusu huyu mtu anaitwa Uhuru, wacha niseme kama kijana na mkazi. Tunasema kwamba hii serikali ni ya kila mtu. Kama tumekupea nafasi, umefanya kazi, umemaliza yako 10, ondoka uachie wengine. Sababu hata mtu akifa familia si ati huwa inaisha. Wacha wengine wale ambao ulitengeneza wakue watu wazima, wacha tuone wanaweza fanya namna gani. Mambo ya kusema Jubilee ati bado wewe ndiye party leader Uhuru, sema unatukosea. Pumzika polepole,
kura retirement benefits polepole, wacha wengine nao kina Matiang'i wajilee, wacha hata wakuje na chama yao. Si kila mtu anafaa kuinherit mpaka ile nyumba ya baba yake. Wacha mtu hata ajenge yake, ajue bei ya mbao. So tunasema hata Matiang'i atengeneze, si tuko tayari kusapoti mtu yeyote ako na nia nzuri kwa hii nchi. Jambo lingine niseme upande mwingine wa opposition ama upande ya serikali zenye zinakuja. Sasa serikali zenye tunasikia kama ziko juu kidogo ni upande ya opposition ambayo sasa hizi imeshikiliwa na kina Gachagua na upande ya Ruto pia. Tunasema tumepea Ruto miaka 5 ambayo pia haijaisha, na pia tuko na opposition ambayo iko na hata mmoja ambaye alikuwa upande ya serikali wakati mmoja. Na tunasema kwamba yale tunakosoa yale mambo mabaya na pia yale mazuri tuyaseme, lakini ni vizuri wakati mwingine mjue, wakati mnabishana pale wananchi, kuna kile mlituambilia, tunagoja bado mutimize. Otherwise kutotimiza kwa mwananchi, sisi ndio tunawaweka kwa ile power. Na tunasema hizi pesa ambazo zinatumika mingi zikuje tu hapa mashinani tuziona zikisaidia vijana wetu. Tunasikia watu wanaitwa State House, tunasikia watu wengine wanaita mikutano inatumia pesa mingi. Niseme hapa mkikuja hapa Nakuru West mtapata vijana wengi tu wameketi chini. Hizi pesa ambazo zinatumika huko, unaita watu 10,000 unawapea kila mtu shilingi 10,000, hiyo ni milioni 100. Zilete hapa mashinani, hawa vijana wengine wanaweza fanya courses. Wengine wajue kutengeneza madirisha, wengine kutengeneza viti na mambo mengine mingi za kuwasaidia. Na kuna wengine wanaweza fanya hata biashara. Hizo pesa wanaweza gaiwa. Kijana akipatiwa beri ya manguo hawezi kosa kushindwa kuuza. So mimi ninasema kwamba kama mbunge, mimi ninasema hivi, tujaribu kuminimize hizi budget zenye mnatumia huko. Mambo ya maendeleo wakati mwingine hatuhitaji kuambiwa mtu ni mzuri ama amefanya. Tutaona ukitengeneza barabara, tuko na macho tunaona huyu mtu amefanya kazi. So tunasema kwamba hizo pesa zikuja mashinani zisaidie mwananchi. Hao ni maoni yangu, na hata sisi vijana wenye wako hapa kama hapa Nakuru West, ma MCA, ma MP na magavana, mtupee nafasi hata sisi muone tunaweza fanya nini tukiwa kama viongozi. Na msitukimbisha na pesa zile ambazo tunasikia zinapita huko mrango ya kando, sababu sisi tuna hizo kazi. Sasa hizi ndio tunatafuta kazi, na mtupee nafasi muone hii masomo yenye tumeenda tukasoma. Wengine tumesoma hata kuliko nyinyi wenye mnatuongoza. Hata sisi tufanyishe kazi, msiwache tuende kaburini na hii masomo. So mtupee nafasi hata sisi tuongoze, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, hii kiti ya Nakuru West nitakuja kupigania 2027. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Naongelea former president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta, ukiangalia uongozi wako ulikuwa mtu sawa. Sasa mahali ulituletea Raila ukatuambia Raila ni mtu mzuri, lakini tukakataa maneno yako. Lakini saa hii lazima tusikize maneno yako. Kenya inaenda mtoni. Ukitiambia tuende hapa, tuende kwa Matiang'i, tuende kwa fulani, tunakufuata. Sasa huyu mtu anaitwa Rikichi alikuja na Ruto. Sasa yeye anatuambia Ruto ni mbaya. What? Kwa nini saa hii anatuambia Ruto ni mbaya na yeye alituletea Ruto atuambia Ruto ni mzuri? Saa hii tunafuata Uhuru Muigai Kenyatta, kitu anatuongeza. Sana kwa majina ni Isa Mureithi Andrew, mjumbe wa Mungu kutoka bunge ya Manyata Nakuru. Leo naongea mambo ya siasa kuhusu Uhuru Kenyatta na pia niongee mambo ya Raila. Nikianza kwa mambo ya mlima, mimi ningetaka kuambia watu wa mlima wakuwe macho sana. Saa hii si wakati wa kusema huyu amekuja, huyu amefanya, huyu atakuwa. Sisi watu wa mlima ndio tunaumianga sana wakati mambo inaharibika. Sababu yule kiongozi mnachagua akija pale akuwe na nia mbaya, atavuruga nyinyi kibiashara, awavuruge kimawazo, awavuruge mpaka
mshindo mnaelekea wapi? Mkose mbele wala nyuma. Saa hii naona hapa imetokea kuna huyu Mr. Uhuru Kenyatta former president na kuna Gachagua katika mlima. Mimi niwaambie hivi, nyinyi mnachezea mlima, nyinyi mnatuchezea na mnapea watu wengine advantage, sababu wakati Uhuru unaenda pale na chama yako na umekuwa pale utupei mwelekeo kabisa. Saa hii unatutajia mambo ya Matiang'i, na Matiang'i akikosa kuingia si utakuja kuturaumu tena? Hapo ni 50-50. Sio lazima Matiang'i aingie. Unaturaumu mambo ya kusema tulichagua Ruto tukakosa kuchagua Raila. Je, Matiang'i akikosa kuingia utakuja kutuambia nini Uhuru? Jambo hilo mimi naona mlima Kenya lazima mkue na masikio. Lazima mjue ni nini mnafanya. Msichanganywe na Gachagua na Uhuru. Hao tu sio lazima watupeleke mbele. Tunajielewa. Huyu Gachagua naye anawekea opposition vikwazo kubwa sana ambapo hawataweza. Tunajua opposition Kalonzo hako pale na huyu Matiang'i wakiwekewa vikwazo hawatakuwa kitu moja, watagawanyika. Na unajua Wakenya wanaangalia mtu wetu wako wapi. So wakiziwa kitegwa wanajiondoa. Wakaba wakitegwa wanajiondoa. So nyinyi Ruto nyinyi Uhuru na Gachagua amuchezi mchezo mzuri hapo. Mimi naona mnatutupa. Hapa iko shida mbele. Na nyinyi amuoni, na nyinyi viongozi. Wewe Uhuru si ndio uliambia Raila aende kwa Ruto? Wewe si ndio ulimwambia aende kwa Ruto? Na ukapeana wajumbe wako akina Kabogo. Ukawapeana kwa serikali, wanafanyia serikali kazi. Mbona sasa hii unaraumu Ruto? Si ukae huko. Kaa huko kwa Ruto. Na usitudanganye na Matiang'i. Na wewe Matiang'i wacha ujinga. Unadanganywa na Uhuru. Uhuru akuje akushike mateka, asabaratishe mlima. Sababu hizo chama mbili, DCP na Jubilee lazima watapigana. Gachagua hataki kuona watu wa Jubilee. Nawe Uhuru hutaki kuona watu wa DCP. Tunaelekea wapi? Sisi watu wa mlima tutafanya kazi kwa akili saa hii. Hatutawaangalia saa hii. Sisi lazima tuende mbele kulingana na akili zetu sasa. Sababu tunaona mtatuchanganya mpaka dakika ya mwisho. Hatutakubali. Hatutakubali. Hilo jambo lingine ni kwa Raila. Raila ulitoka kwa opposition, ukaacha opposition, ukaenda kukura kwa government. Na hata saa hii unakura. Lakini tunajua mchezo yako. Sisi wa Kenya tunakupenda sana. Umefanya mambo mingi, lakini Raila saa hii ndio unakuja kutuambia Ruto ni mbaya. Na saa hii watu wako wanakula huko. Ndio chama ya ODM lazima usekiwe. Isiishe. Lakini si kwa kutumia hiyo mbinu unatumia. Wewe ndio ulishikilia Ruto akae pale wakati Njensi alitokea kwa njia. Saa hii Ruto angekuwa kwa kiti, unakuja aje kutuambia mambo ya Ruto saa hii. Ruto angekuwa nje, isipokuwa ni wewe Raila, mkiwa na Uhuru. Nyinyi ndio mmeshikilia Ruto hapo. Ruto angetoka kitambo na ingekuwa history saa hii tungekuwa tumeshikiliwa na jeshi. Jeshi imetupea nafasi ya kufanya uchaguzi miezi 3 imeisha, saa hii tungekuwa na serikali mpya. So Raila, wacha kudelay mambo yetu. Mkiwa na Uhuru, mnadelay mambo yetu sana. Tunajua nyinyi ni familia zile ambazo zimeongoza nchi. Lakini tukiendelea hivyo tutakuwa tukirudia yale mambo history tukirudia sababu wewe naona Raila unakuja kupiga jeki mtu fulani kama Kalonzo. Utashika Kalonzo mkono useme wewe ndio umemweka pale. Alafu uingie kwa serikali. Sasa sisi tutabakingi wapi? Na wewe utakuwa mstari wa kwanza. So ODM mkue macho sana. Hata nyinyi msitumiwe juu ni chama.
wafuasi wa ODM, muangalie kiongozi wenu ama anawatupa ama anawarudisha ndani. Hiyo chama ni strong, lakini isikue yeye ndio anatumia kuwaimbisha wimbo. Juu mnaimbishwa wimbo kila wakati. Kwa hivyo mimi nikisema kifupi, nisiongee sana, nisitupe muda. Sisi tunataka kubadilisha Kenya. Na Wakenya ndio watatoa mwelekeo. Ningeamurisha Wakenya wote mahali wako, msifuate hizo chama. Chama ni za watu. ODM ni ya Raila, Jubilee ni ya Uhuru, DCP ni ya Gachagua, Wiper ni ya Kalonzo. Mnataka kutuambia hao watu wanne ndio watatupeleka wapi? Hao ni kutugawanya. Hao nia yao ni wakae pale kwa zile viti, watuongoze vile wanataka, na hizo system zao za takataka. Hizo system zao za takataka hatutaki. Mumefanya Kenya ipotose, iishe, ikuwe hakuna inji hapa. Asanteni. Naitwa Mary Apio, wakaji hapa Nakuru, tuko kwa bunge wananchi hapa Shabak. Tunatetea wanyonge. Nasema mimi nataka kuongea saa hii. Mimi nasikia Sonko ananitafuta. Watu wa Nairobi, mkiona Sonko mwambieni Mary Apio namtafuta. Mimi nataka kukuuza sera yako Sonko. Hebu mwambieni Mary Apio, watu mwenye wako Nairobi, mwambieni Mary Apio namtafuta. Mimi mwenyewe nitauza ground yako na nitakuuza. Sasa mimi watu wako Nairobi, tafadhali mwambieni Mary Apio natafuta Sonko. Mimi naongea tu hivi, najua atanitafuta. Huyo Sonko ni mtu mwenye governor. Tena ni governor alikuwa anasaidia mawachokora. Si watu wengine ati wanasimama governor Nairobi na hata wana vile machokora walikuwa na shida. Na wakati Sonko alikuwa hapo, machokora hawakuwa na shida. Sonko alikuwa anasaidia kila mtu. Mimi naomba Sonko angekuwa hapa Nakuru, hata saa hii mimi ningekuwa na ploti. Sonko angekuwa hapa Nakuru, mimi saa hii Mary Apio mimi singekuwa na shida saa hii. Lakini hii kaunti yetu hapa Nakuru unaongea na unaenda kulala njaa. Mimi na inasema tu kweli. Hapa kaunti hapa Nakuru watu wako na madharau sana. Hapa kaunti hii Nakuru watu wako na madharau sana. Sisi tumeongea, tumeishi kuongea. Lakini ingekuwa Mike Sonko, saa hii mimi ningekuwa na ploti yangu. Sonko tafadhali, hebu nitafute nikuuze kwa ground, ukue governor. Nitafute. Haya, natoka hii agenda. Mimi nataka kwenda kwa agenda ya president wetu mwenye alisatoka kwa kiti, Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi naongea kwa watu mwenye wanaongea ati president wetu alikuwa mbaya. Alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameleta maendeleo. Nenda ya wamama bure. Alikuwa ameleta masomo. Watoto wetu walikuwa nasoma bure. Mimi watu mwenye wanaongea ati president Uhuru alikuwa mbaya wapi? Huyu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amesema watu wa mlima, pigeni huyu Raila Amolo kura, pigeni wa Kikuyu. Pigeni Raila kura. Hao wenyewe walikataa. Sasa saa hii nyinyi mwenyewe ndio mnalaumu Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi tena na Uhuru alikuwa kiongozi, hawezi kusindana na huyu Ruto. Huyu Ruto mrombaya huyu. Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi nataka hii jambo ifikie Samuel Ruto. Uhuru alikuwa baba yetu, wewe mwenyewe ndio ulikuwa kwa mimi na tunasema namba yangu ya simu 07044776003. Tafadhali nitumie hata 200 baba yetu. Mimi nasema tu kwani mimi sitakangi kusema uongo. Na mimi naongea ukweli. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, mimi nasemanga sisi tumesaishi hapa. Tumeongea na shida. Wewe sasa hata ungekuwa president, sasa hata mimi mwenyewe ningepata ploti yangu. Singekuwa kama huyu Mwati William Samuel Ruto, mtu mwenye hana huruma. Ni dikteta mwenye hata hana huruma. Sisi tumekaa hata na tuonanga kwa runinga hata kwa TV. Na yeye mwenyewe hata hana huruma. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, namba yangu ya simu nimesema. Huyu kiongozi Uhuru alikuwa mzuri. Huwezi kupimana na hii Samuel. Uhuru ni kiongozi. Wakati linda wa mama ikaletwa. Watoto wetu wakasoma bure. Sasa huyu ndio kiongozi, huwezi kupimana na huyu mjinga huyu. Huyu mwenye amesharibu Kenya, ameshaua watoto wetu, huyu Samuel Ruto. Asanteni. Na leo ningependa kuzungumzia kuhusu hii chama ya Jubilee. Tumeona pale jana Uhuru akipeana full chairmanship kwa Fred Matiang'i. Tunafurahia sana sisi kama wapinzani, tunafurahia sana sisi kama opposition. Opposition yenye imekuwa
imekuwa opposition ambayo ni ya ukabila, imekuwa ni opposition ya matusi, imekuwa ni opposition ambayo haina hata agenda. Tumefurahia sana Uhuru amejiunga na hii Jubilee ili kusimamisha hata Mount Kenya. Wakikuyu walikuwa wame separate, lakini tunajua kwamba amepeana mwelekeo ambao utasaidia watu wa Mlima Kenya kuweza kushikana, waweze kufanya kazi pamoja, waweze kushikana vile walikuwa wameshikana wakati wa Kibaki, na hata wakati wa Uhuru. So Uhuru, kile tungependa kukuambia ni ya kwamba ujaribu uingie pale Mount Kenya, usimamisha Wakikuyu sababu wamegawanyika, watu wako confused, hawajui wataenda huku ama wataenda huku. Ujaribu kuwashikanisha wakuwe kitu kimoja, ili kwamba 2027 ikiweza kufika tukuwe tumesimamisha Matiang'i kama president. Na wale wapinzani wengine ambao wanaleta sijui kelele, wale ambao wanaleta sijui ukabila ndani, tunataka kuwaambia endeni sasa mtafuta agenda. Opposition sasa ni mbili, na opposition ambayo itakuwa na agenda ndio opposition ambayo Mkenya atatembea nayo. Sasa watu wamechoka na gharama ya maisha, watu wamechoka na vile tunapelekwa na hii serikali. Sasa hakuna kazi, hakuna, hata ukitembea kwa maduka hakuna kazi. Vijana, kazi ya mtaani ilitolewa, hakuna kazi kabisa. Tulikuwa tunataka mtu ambaye tutamsimamisha, mtu ambaye tutasimama nyuma yake, aweze kutuokoa sisi kama Wakenya, na aweze kutusaidia kuunda na kuleta agenda ambazo zitasaidia Mkenya wa chini na watu ambao wanateseka, watu ambao wanahangaika. So Bwana Uhuru, congratulations, naendelea kushikanisha Wakenya wote. Wakati una address nchi huwa tunaona hauna ukabila, una address Wakenya wakiwa wote, una address watu kama Mkenya Uhuru. So tunafurahia sana. Na wewe Gachagua, enda mtafuta agenda sasa. Na William Ruto, tunataka kuona kitu moja. Tafadhali, gharama ya maisha imekuwa juu sana. Watu wanateseka, watu wanahangaika. Vijana hata kazi ya mtaani hawana. Tunaomba kitu moja, tengeneza hayo kwanza. Kama unataka urudi huko tamu nyingine ya pili, tengeneza kwanza hayo, na kama yatakushinda utarudi nyumbani na Matiang'i atakuwa president 2027. Asanteni sana. Speaker, mimi nataka nizungumze kwa mada ya jana. Uhuru Kenyatta, mimi nakuuliza aje, wewe hujawahi kosea maisha yako. Saizi unatuletea blame games ya kwamba sisi wa Kenya ndo tulikuwa wajinga. Kwa nini ulishindwa kupea Raila kiti? Kwa nini ulishindwa? Saizi sasa unatupima akili hapa eti ulituambia. Ulituambia na nani? Na ulikuwa na powers yote. Raila na Ruto ni kitu moja. Hata sasa kuna haja ya kutuambia ya kwamba tulifanya makosa. Sababu Ruto mwenyewe alisemanga hata Raila angechaguliwa, hizi vitu zote zenye anafanya Raila angefanya. Sasa saizi wacha kutulaumu. We kama unataka kusupport Matiang'i, support yeye. Wacha kutupigia kelele kila saa tangu uondoke mamlakani. Kama utaki kuungana na Gachagua, wachana nayo. Hatuwezi kukumbembeleza. Kama uwezi ungana na Gachagua ni kama unataka kutumiwa na Ruto ndo mumalize Gachagua Central. Ama utamaliza yeye. Mtamaliza Gachagua aje? Hamwezi maliza Gachagua. Gachagua ndo bado anasikika huko Central. Na Gachagua ndo earth mover ya hii Kenya. Sasa msifikirie mnaungana hapo, muende muharibu nani? Gachagua. Muharibie Gachagua huko Central. Na watu wa Central, wacheni ujinga. Kama mwezi fuata Gachagua tutawaacha. Kama mwezi fuata Gachagua, sababu Gachagua ndo akona nguvu na akona uwezo ya kutoa William Samoei Ruto. Uhuru hatatoa William Ruto, atatoa yeye aje. Kama alikuwa kwa kiti na Ruto alimshinda, alikuwa kwa kiti na alikuwa na support hii project yake hii Raila hii. Alikuwa na msupport na bado alikuja akamshinda. Sasa huyo atatoa Ruto. Gachagua ndo anajua nini yote. Gachagua ndo anajua mambo yote ya nini? Vile walifanya na William Ruto. Na hivyo ndo Gachagua atafanya na hakikisha ya kwamba Ruto ameenda nyumbani. Hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. So Uhuru Kenyatta, wewe ni retired president. Wacha kumbafu. Kwanza unafaa usikwe na upigwe ngumi mingi sana kwa mdomo yako. Unafaa upigwe mangumi mingi sana kwa mdomo yako. Hauwezi kuwa unakuja hapa kila siku unatulaumu. Na wewe ndio ulipeleka watu wako kwa government. Si ulipeleka? Si ulipeleka watu wa Jubilee kwa government? Sasa hivi unakuja unatupima kili aje?
Wacha kutupima kili bwana. Ambia watu wako wa resign kwa government wenye uliwapeleka wa Jubilee ndio ukuje kutulaumu hapa. Kumbafu wewe. Bunge power. Bunge ria. Asante sana. Mimi naitwa Wycliffe. Majority leader bunge la mwananchi Nakuru County. Mr. Speaker, mimi nataka kwenda direct to the point. Former President Uhuru Kenyatta, wacha kucheza na Wakenya. Uhuru Kenyatta ulikuwa president miaka 10, lakini ile project ambayo unaweza kumbuka ni Linda Mama. Ile project ambayo unaweza sema, unaanza ambia Wakenya ambayo tulifanya jana, uliongea vibaya sana. Ukasema atu William Ruto atulete Linda Mama, William Ruto akakuja kutoa. Miaka 10 kama president, Linda Mama peke yako ndio unaweza kuja kutuambia project tulifanya. Wewe ulifeli wa Kenya. Na mimi nataka kuambia Fred Matiang'i. Fred Matiang'i unageuzwa mbaya sana na unafaa ujue hivyo. Kwa sababu uwezi pewa, in fact chama ya Jubilee ilikufa kitambo. Ambao unadanganya naye tutapewa. Chama ya Jubilee ilikufa na mtu jana ilikuwa upewa uongozi wa Jubilee. Haukupewa. Si ujiulize kwa nini unageuzwa? Ule mtu ambaye alifelisha hii Kenya amekatalia atipati leader. Uhuru Kenyatta unatafuta nini kwa siasa? Na wewe ulifelisha hii nchi. Wewe ulimaliza miaka yako 10, enda upumuzike. Enda ukae huko upumuzike, uache watu wafanye siasa yao. Nikimalizia Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Hii nchi William Samoei Ruto ataenda miaka 10. Yale mambo William Ruto amefanya hii Kenya inastahili hata tubadilishe katiba. Na mimi nakubaliana na Raila Amolo Odinga. Alisema hii katiba tubadilishe na tutoe term limit, William Ruto abadilishe nchi ikuwe kama Colombia. Abadilishe nchi ishinde hata Amerika. Hivyo ndio tunataka. Kwa sababu sasa hivi vile zaidi tunaongelea hivi Mr. Speaker, hii nchi yetu ya Kenya, affordable housing zenye zimejengwa saa hii, Wakenya wanaona ile kitu ambayo haijaifanyika. Manyumba tunaona kila mahali. Watu wa mahasala saa hii tunaenda kukaa kwa manyumba zenye tulikuwa tunasikia matajiri wakikaa. Kwa hivyo William Ruto, miaka 10 haitoshi. Tunataka kama tunaweza kuongezea kwa hiyo miaka kama miaka 30, Mr. Speaker, iende miaka 50. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi tunasema ya kwamba sisi tuko tayari. Sisi tuko tayari. Na tunaambia Raila Amolo Odinga na William Ruto, ile mambo mnasema hakuna atapinga. Hiyo katiba hata mkisema tubadilishe leo, tutaamka asubuhi na tubadilishe hiyo katiba. Asanteni sana. Wewe na nani? Asante sana. Wewe utaamka wewe na nani? Bunge power. Bunge oye. Kwa majina naitwa Benson. Wengi wananiita Ben Samaritan. Mimi ni mkazi wa hapa. Mimi si mgeni hapa sana. Nimekuwa pamoja na nyinyi mara mingi. Kwa wakati mwingine nikibeba na boda hapa, wakati wa kina Kemora, wale wa boda wa kitambo wananijua. So kwangu kuhusu huyu mtu anaitwa Uhuru, wacha niseme kama kijana na mkazi. Tunasema kwamba hii serikali ni ya kila mtu. Kama tumekupea nafasi, umefanya kazi, umemaliza yako 10, ondoka uachie wengine. Sababu hata mtu akifa familia si ati huwa inaisha. Wacha wengine wale ambao ulitengeneza wakue watu wazima, wacha tuone wanaweza fanya namna gani. Mambo ya kusema Jubilee ati bado wewe ndiye party leader Uhuru, sema unatukosea. Pumzika polepole, kura retirement benefits polepole. Wacha wengine nao kina Matiang'i wajile, wacha hata wakuje na chama yao. Si kila mtu anafaa kuinherit mpaka ile nyumba ya baba yake. Wacha mtu hata ajenge yake, ajue bei ya mbao. So tunasema hata Matiang'i atengeneza, si tuko tayari kusupport mtu yeyote akona nia nzuri kwa hii nchi. Jambo lingine niseme upande mwingine wa opposition ama upande ya serikali zenye zinakuja. Sasa serikali zenye tunasikia kama ziko juu kidogo ni upande ya
ya opposition ambayo saa hizi imeshikiliwa na kina Gachagua na upande ya Ruto pia. Tunasema tumepea Ruto miaka 5 ambayo pia haijaisha, na pia tuko na opposition ambayo iko na hata mmoja ambaye alikuwa upande ya serikali wakati mmoja, na tunasema kwamba yale tunakosoa yale mambo mabaya na pia yale mazuri tuyaseme, lakini ni vizuri wakati mwingine mjue, wakati munabishana pale wananchi, kuna kile mlituambilia, tunagoja bado mutimize. Otherwise kutotimiza kwa mwananchi, sisi ndio tunawaweka kwa ile power. Na tunasema hizi pesa ambazo zinatumika mingi zisikuja tu hapa mashinani tuziona zikisaidia vijana wetu. Tunasikia watu wanaitwa State House, tunasikia watu wengine wanaita mikutano inatumia pesa mingi. Niseme hapa mkikuja hapa Nakuru West mtapata vijana wengi tu wameketi chini. Hizi pesa ambazo zinatumika huko, unaita watu 10,000 unawapea kila mtu shilingi 10,000, hiyo ni milioni 100. Zilete hapa mashinani, hawa vijana wengine wanaweza fanya courses. Wengine wajua kutengeneza madirisha, wengine kutengeneza viti na mambo mengine mingi za kuwasaidia. Na kuna wengine wanaweza fanya hata biashara. Hizo pesa wanaweza gaiwa. Kijana akipatiwa beri ya manguo hawezi kosa kushindwa kuuza. So mimi ninasema kwamba kama mbunge, mimi ninasema hivi, tujaribu kuminimize hizi budget zenye mnatumia huko. Mambo ya maendeleo wakati mwingine hatuhitaji kuambiwa mtu ni mzuri ama amefanya. Tutaona ukitengeneza barabara, tuko na macho tunaona huyu mtu amefanya kazi. So tunasema kwamba hizo pesa zikuja mashinani zisaidie mwananchi. Hao ni maoni yangu, na hata sisi vijana wenye wako hapa kama hapa Nakuru West, ma MCA, ma MP na magavana, mtupea nafasi hata sisi muone tunaweza fanya nini tukiwa kama viongozi. Na msitukimbisha na pesa zile ambazo tunasikia zinapita huko mrango ya kando, sababu sisi tuna hizo kazi. Sasa hizi ndio tunatafuta kazi, na mtupea nafasi muone hii masomo yenye tumeenda tukasoma. Wengine tumesoma hata kuliko nyinyi wenye mnatuongoza. Hata sisi tufanyishe kazi, msiwache tuende kaburini na hii masomo. So mtupea nafasi hata sisi tuongoze, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, hii kiti ya Nakuru West nitakuja kupigania 2027. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Naongelea former president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta, ukiangalia uongozi wako ulikuwa mtu sawa. Sasa mahali ulituletea Raila ukatuambia Raila ni mtu mzuri, lakini tukakataa maneno yako. Lakini saa hii lazima tusikize maneno yako. Kenya inaenda mtoni. Ukitiambia tuende hapa, tuende kwa Matiang'i, tuende kwa fulani, tunakufuata. Sasa huyu mtu anaitwa Rikichi alikuja na Ruto. Sasa hii anatuambia Ruto ni mbaya. Kwa nini saa hii anatuambia Ruto ni mbaya na yeye alituletea Ruto autuambia Ruto ni mzuri? Saa hii tunafuata Uhuru Muigai Kenyatta, kitu anatuongeza. Sana kwa majina ni Isa Mureithi Andro, mjumbe wa Mungu kutoka bunge ya Manyatta Nakuru. Leo naongea mambo ya siasa kuhusu Uhuru Kenyatta na pia niongee mambo ya Raila. Nikianza kwa mambo ya mlima, mimi ningetaka kuambia watu wa mlima wakuwe macho sana. Saa hii si wakati wa kusema huyu amekuja, huyu amefanya, huyu atakuwa. Sisi watu wa mlima ndio tunaumianga sana wakati mambo inaharibika. Sababu yule kiongozi mnachagua akija pale akuwe na nia mbaya, atavuruga nyinyi kibiashara, awavuruge kimawazo, awavuruge mpaka mshindo mnaelekea wapi, mkose mbele wala nyuma. Saa hii naona hapa imetokea kuna huyu Mr. Uhuru Kenyatta former president na kuna Gachagua katika mlima. Mimi niwaambie hivi, nyinyi mnachezea mlima, nyinyi mnatuchezea na mnapea watu wengine advantage. Sababu wakati Uhuru unaenda pale na chama yako na umekuwa pale utupei mwelekeo kabisa,
Saa hii unatutajia mambo ya Matiang'i. Na Matiang'i akikosa kuingia, si utakuja kuturaumu tena? Hapo ni 50-50. Sio lazima Matiang'i aingie. Unaturaumu mambo ya kusema tulichagua Ruto, tukakosa kuchagua Raila. Je, Matiang'i akikosa kuingia, utakuja kutuambia nini Uhuru? Jambo hilo mimi naona Mlima Kenya lazima mkue na masikio. Lazima mjue ni nini mnafanya. Msichanganywe na Gachagua na Uhuru. Hao tu sio lazima watupeleke mbele. Tunajielewa. Huyu Gachagua naye anawekea opposition vikwazo kubwa sana ambapo hawataweza. Tunajua opposition Kalonzo ako pale na huyu Matiang'i. Wakiwekewa vikwazo hawatakuwa kitu moja, watagawanyika. Na unajua Wakenya wanaangalia mtu wetu wako wapi. So wakiziwa kitegwa wanajiondoa. Wakaba wakitegwa wanajiondoa. So nyinyi Ruto, nyinyi Uhuru na Gachagua, amuchezi mchezo mzuri hapo. Mimi naona mnatutupa. Hapa iko shida mbele. Na nyinyi hamuoni, na nyinyi viongozi. Wewe Uhuru si ndio uliambia Raila aende kwa Ruto? Wewe si ndio ulimwambia aende kwa Ruto? Na ukapeana wajumbe wako akina Kabogo. Ukawapeana kwa serikali, wanafanyia serikali kazi. Mbona sasa hii unaraumu Ruto? Si ukae huko. Kaa huko kwa Ruto. Na usitudanganye na Matiang'i. Na wewe Matiang'i wacha ujinga. Unadanganywa na Uhuru. Uhuru akuje akushike mateka, asabaratishe Mlima. Sababu hizo chama mbili, DCP na Jubilee, lazima watapigana. Gachagua hataki kuona watu wa Jubilee. Nawe Uhuru hutaki kuona watu wa DCP. Tunaelekea wapi? Sisi watu wa Mlima tutafanya kazi kwa akili saa hii. Hatutawaangalia saa hii. Sisi lazima tuende mbele kulingana na akili zetu sasa. Sababu tunaona mtatuchanganya mpaka dakika ya mwisho. Hatutakubali. Hatutakubali. Hilo jambo lingine ni kwa Raila. Raila ulitoka kwa opposition, ukaacha opposition, ukaenda kukura kwa government. Na hata saa hii unakura. Lakini tunajua mchezo yako. Sisi wa Kenya tunakupenda sana. Umefanya mambo mingi, lakini Raila saa hii ndio unakuja kutuambia Ruto ni mbaya. Na saa hii watu wako wanakula huko. Ndio chama ya ODM lazima usekiwe. Isiishe. Lakini si kwa kutumia hiyo mbinu unatumia. Wewe ndio ulishikilia Ruto akae pale wakati Gen Z walitokea kwa njia. Saa hii Ruto angekuwa kwa kiti, unakuja aje kutuambia mambo ya Ruto saa hii. Ruto angekuwa nje, isipokuwa ni wewe Raila, mkiwa na Uhuru. Nyinyi ndio mmeshikilia Ruto hapo. Ruto angetoka kitambo na ingekuwa history saa hii tungekuwa tumeshikiliwa na jeshi. Jeshi imetupea nafasi ya kufanya uchaguzi, miezi 3 imeisha, saa hii tungekuwa na serikali mpya. So Raila, wacha kudelay mambo yetu. Mkiwa na Uhuru, mnadelay mambo yetu sana. Tunajua nyinyi ni familia zile ambazo zimeongoza nchi. Lakini tukiendelea hivyo tutakuwa tukirudia yale mambo history tukirudia sababu wewe naona Raila unakuja kupiga jeki mtu fulani kama Kalonzo. Utashika Kalonzo mkono useme wewe ndio umemweka pale. Alafu uingie kwa serikali. Sasa sisi tutabakingi wapi? Na wewe utakuwa mstari wa kwanza. So ODM mkue macho sana. Hata nyinyi msitumiwe juu ni chama. Wafuasi wa ODM muangalie kiongozi wenu ama anawatupa ama anawarudisha ndani. Hiyo chama ni strong, lakini isikue yeye ndio anatumia kuwaimbisha wimbo. Juu mnaimbisha wimbo kila wakati. Kwa hivyo mimi nikisema kifupi nisiongee sana nitupe muda. Sisi tunataka kubadilisha Kenya. Na Wakenya ndio watatoa mwelekeo. Ningeamurisha Wakenya wote mahali wako.
msifuate hizo chama. Chama ni za watu. ODM ni ya Raila, Jubilee ni ya Uhuru, DCP ni ya Gachagua, Wiper ni ya Kalonzo. Mnataka kutuambia hao watu wanne ndio watatupeleka wapi? Hao ni kutugawanya. Hao nia yao ni wakae pale kwa zile viti watuongoze vile wanataka, na hizo system zao za takataka. Hizo system zao za takataka hatutaki. Mumefanya Kenya ipotose, iishe, ikuwe hakuna inji hapa. Asanteni. Naitwa Mary Apio, wakaji hapa Nakuru, tuko kwa bunge wananchi hapa Shabak. Tunatetea wanyonge. Nasema mimi nataka kuongea saa hii. Mimi nasikia Sonko ananitafuta. Watu wa Nairobi, mkiona Sonko mwambieni Mary Apio namtafuta. Mimi nataka kukuuza sera yako Sonko. Hebu mwambieni Mary Apio, watu mwenye wako Nairobi, mwambieni Mary Apio namtafuta. Mimi mwenyewe nitauza ground yako na nitakuuza. Sasa mimi watu wako Nairobi, tafadhali mwambieni Mary Apio natafuta Sonko. Mimi naongea tu hivi, najua atanitafuta. Huyo Sonko ni mtu mwenye governor. Tena ni governor alikuwa anasaidia mawachokora. Si watu wengine ati wanasimama governor Nairobi na hata wana vile. Machokora walikuwa na shida. Na wakati Sonko alikuwa hapo, machokora hawakuwa na shida. Sonko alikuwa anasaidia kila mtu. Mimi naomba Sonko angekuwa hapa Nakuru, hata saa hii mimi ningekuwa na ploti. Sonko angekuwa hapa Nakuru, mimi saa hii Mary Apio mimi singekuwa na shida saa hii. Lakini hii kaunti yetu hapa Nakuru unaongea na unaenda kulala njaa. Mimi na inasema tu kweli. Hapa kaunti hapa Nakuru watu wako na madharau sana. Hapa kaunti hii Nakuru watu wako na madharau sana. Sisi tumeongea, tumeishi kuongea. Lakini ingekuwa Mike Sonko, saa hii mimi ningekuwa na ploti yangu. Sonko tafadhali, hebu nitafute nikuuze kwa ground, ukue governor. Nitafute. Haya, natoka hii agenda. Mimi nataka kwenda kwa agenda ya huyu president wetu mwenye alisatoka kwa kiti, Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi naongea kwa watu mwenye wanaongea ati huyu president wetu alikuwa mbaya. Alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameleta maendeleo. Nenda ya wamama bure. Alikuwa ameleta masomo. Watoto wetu walikuwa nasoma bure. Mimi watu mwenye wanaongea ati president Uhuru alikuwa mbaya wapi? Huyu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amesema watu wa mlima, pigeni huyu Raila Amolo kura, pigeni wa Kikuyu. Pigeni Raila kura. Hao wenyewe walikataa. Sasa saa hii nyinyi mwenyewe ndio mnalaumu Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi tena na Uhuru alikuwa kiongozi, hawezi kusindana na huyu Ruto. Huyu Ruto mroho mbaya huyu. Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi nataka hii jambo ifikie Samuel Ruto. Uhuru alikuwa baba yetu, wewe mwenyewe ndio ulikuwa kwa mimi na tunasema namba yangu ya simu 07044760003. Tafadhali nitumie hata 200 baba yetu. Mimi nasema tu ukweli, mimi sitakangi kusema uongo na mimi naongea ukweli. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, mimi nasemanga sisi tumesaishi hapa. Tumeongea na shida. Wewe sasa hata ungekuwa president, sasa hata mimi mwenyewe ningepata ploti yangu. Singekuwa kama huyu Mwati William Samuel Ruto, mtu mwenye hana huruma. Ni dikteta mwenye hata hana huruma. Sisi tumekaa hata na tuonanga kwa runinga hata kwa TV. Na yeye mwenye hata hana huruma. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, namba yangu ya simu nimesema. Huyu kiongozi Uhuru alikuwa mzuri. Huwezi kupimana na hii Samuel. Uhuru ni kiongozi. Wakati linda wa mama ikaletwa. Watoto wetu wakasoma bure. Sasa huyu ndio kiongozi, huwezi kupimana na huyu mjinga huyu. Huyu mwenye ameshaharibu Kenya, ameshaua watoto wetu, huyu Samuel Ruto. Asanteni. Na leo ningependa kuzungumzia kuhusu hii chama ya Jubilee. Tumeona pale jana Uhuru akipeana full chairmanship kwa Fred Matiang'i. Tunafurahia sana sisi kama wapinzani, tunafurahia sana sisi kama opposition. Opposition yenye imekuwa opposition ambayo ni ya ukabila, imekuwa ni opposition ya matusi, imekuwa ni opposition ambayo haina hata agenda. Tumefurahia sana Uhuru amejiunga na hii Jubilee ili kusimamisha hata Mount Kenya. Wakikuyu walikuwa wameseparate, lakini tunajua kwamba amepeana mwelekeo ambao utasaidia watu wa Mlima Kenya kuweza kushikana, waweze kufanya kazi pamoja, waweze kushikana vile walikuwa wameshikana wakati wa Kibaki, na hata wakati wa Uhuru. So Uhuru, kile tungependa kukuambia ni ya kwamba
ujaribu uingie pale Mount Kenya, usimamishe Wakikuyu sababu wamegawanyika, watu wako confused, hawajui wataenda huku ama wataenda huku. Ujaribu kuwashikanisha wakuwe kitu kimoja, ili kwamba 2027 ikiweza kufika tukuwe tumesimamisha Matiang'i kama president. Na wale wapinzani wengine ambao wanaleta sijui kelele, wale ambao wanaleta sijui ukabila ndani, tunataka kuwaambia endeni sasa mtafuta agenda. Opposition sasa ni mbili, na opposition ambayo itakuwa na agenda ndio opposition ambayo Mkenya atatembea nayo. Sasa watu wamechoka na gharama ya maisha, watu wamechoka na vile tunapelekwa na hii serikali. Sasa hakuna kazi, hakuna, hata ukitembea kwa maduka hakuna kazi. Vijana, kazi ya mtaani ilitolewa, hakuna kazi kabisa. Tulikuwa tunataka mtu ambaye tutamsimamisha, mtu ambaye tutasimama nyuma yake, aweze kutuokoa sisi kama Wakenya na aweze kutusaidia kuunda na kuleta agenda ambazo zitasaidia Mkenya wa chini na watu ambao wanateseka, watu ambao wanahangaika. So Bwana Uhuru, congratulations, naendelea kushikanisha Wakenya wote. Wakati una address nchi huwa tunaona hauna ukabila, una address Wakenya wakiwa wote, una address watu kama Mkenya Uhuru. So tunafurahia sana. Na wewe Gachagua, enda mtafuta agenda sasa. Na William Ruto, tunataka kuona kitu moja. Tafadhali, gharama ya maisha imekuwa juu sana. Watu wanateseka, watu wanahangaika. Vijana hata kazi ya mtaani hawana. Tunaomba kitu moja, tengeneza hayo kwanza. Kama unataka urudi huko tamu nyingine ya pili, tengeneza kwanza hayo, na kama yatakushinda utarudi nyumbani na Matiang'i atakuwa president 2027. Asanteni sana. Speaker, mimi nataka nizungumze kwa mada ya jana. Uhuru Kenyatta, mimi nakuuliza aje, wewe hujawahi kosea maisha yako. Saizi unatuletea blame games ya kwamba sisi wa Kenya ndo tulikuwa wajinga. Kwa nini ulishindwa kupea Raila kiti? Kwa nini ulishindwa? Sasa unatupima akili hapa eti ulituambia. Ulituambia na nani? Na ulikuwa na powers yote. Raila na Ruto ni kitu moja. Hata sasa kuna haja ya kutuambia ya kwamba tulifanya makosa. Sababu Ruto mwenyewe alisemanga hata Raila angechaguliwa, hizi vitu zote zenye anafanya Raila angefanya. Sasa hizi wacha kutulaumu. We kama unataka kusupport Matiang'i, support yeye. Wacha kutupigia kelele kila saa tangu uondoke mamlakani. Kama utaki kuungana na Gachagua, wachana naye. Hatuwezi kukubembeleza. Kama uwezi ungana na Gachagua sahi, ni kama unataka kutumiwa na Ruto ndo mumalize Gachagua Central. Ama utamaliza yeye. Mtamaliza Gachagua aje? Hamwezi maliza Gachagua. Gachagua ndo bado anasikika huko Central. Na Gachagua ndo earth mover ya hii Kenya. Sasa msifikirie mnaungana hapo, muende muharibu nani? Gachagua. Muharibie Gachagua huko Central. Na watu wa Central, wacheni ujinga. Kama muwezi fuata Gachagua tutawaacha. Kama muwezi fuata Gachagua, sababu Gachagua ndo ako na nguvu na ako na uwezo ya kutoa William Samoei Ruto. Uhuru hatatoa William Ruto, atatoa yeye aje. Kama alikuwa kwa kiti na Ruto alimshinda, alikuwa kwa kiti na alikuwa na support hii project yake hii Raila hii. Alikuwa na msupport na bado alikuja akamshinda. Sasa huyo atatoa Ruto. Gachagua ndo anajua nini yote. Gachagua ndo anajua mambo yote ya nini. Vile walifanya na William Ruto. Na hivyo ndo Gachagua atafanya na hakikisha ya kwamba Ruto ameenda nyumbani. Hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. So Uhuru Kenyatta, wewe ni retired president. Watu kumbafu. Kwanza unafaa usikwe na upigwe ngumi mingi sana kwa mdomo yako. Unafaa upigwe mangumi mingi sana kwa mdomo yako. Hauwezi kuwa unakuja hapa kila siku unatulaumu. Na wewe ni ulipeleka watu wako kwa government. Si ulipeleka? Si ulipeleka watu wa Jubilee kwa government? Sasa hivi unakuja unatupima kili aje? Wacha kutupima kili bwana. Ambia watu wako wa resign kwa government wenye uliwapeleka wa Jubilee ndio ukuje kutulaumu hapa. Kumbafu wewe. Bunge power. Bunge ria. Asante sana. Mimi naitwa Wycliffe. Majority leader bunge la mwananchi Nakuru County. Mr. Speaker, mimi nataka kwenda direct to the point.
Former President Uhuru Kenyatta, wacha kucheza na Wakenya. Uhuru Kenyatta ulikuwa president miaka 10, lakini ile project ambayo unaweza kumbuka ni Linda Mama. Ile project ambayo unaweza sema, unaweza ambia Wakenya ambayo tulifanya jana, uliongea vibaya sana. Ukasema tu William Ruto atulete Linda Mama, William Ruto akakuja kutoa. Miaka 10 kama president, Linda Mama peke yako ndio unaweza kuja kutuambia project ulifanya. Wewe ulifeli wa Kenya. Na mimi nataka kuambia Fred Matiang'i unageuzwa mbaya sana, na unafaa ujue hivyo, kwa sababu uwezi pewa. In fact, chama ya Jubilee ilikufa kitambo, ambao unadanganywa naye tutapewa. Chama ya Jubilee ilikufa na mtu jana ilikuwa upewa uongozi wa Jubilee, haukupewa. Si ujiulize kwa nini unageuzwa? Ule mtu ambaye alifelisha hii Kenya amekatalia atipati leader. Uhuru Kenyatta unatafuta nini kwa siasa? Na wewe ulifelisha hii nchi. Wewe ulimaliza miaka yako 10, enda upumuzike. Enda ukae huko upumuzike, uache watu wafanye siasa yao. Nikimalizia, Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Hii nchi William Samoei Ruto ataenda miaka 10. Yale mambo William Ruto amefanya hii Kenya inastahili hata tubadilishe katiba. Na mimi nakubaliana na Raila Amolo Odinga. Alisema hii katiba tubadilishe na tutoe term limit. William Ruto abadilishe nchi ikuwe kama Colombia. Abadilishe nchi ishinde hata Amerika. Hivyo ndio tunataka. Kwa sababu sasa hivi vile zaidi tunaongelea hivi, Mr. Speaker, hii nchi yetu ya Kenya, affordable housing zenye zimejengwa saa hii, Wakenya wanaona ile kitu ambayo haijaifanyika. Manyumba tunaona kila mahali. Watu wa mahasla saa hii tunaenda kukaa kwa manyumba zenye tulikuwa tunasikia matajiri wakikaa. Kwa hivyo William Ruto, miaka 10 haitoshi. Tunataka kama tunaweza kuongezea kwa hiyo miaka kama miaka 30, Mr. Speaker, iende miaka 50. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi tunasema ya kwamba sisi tuko tayari na tunaambia Raila Amolo Odinga na William Ruto, ile mambo mnasema hakuna atapinga. Hiyo katiba hata mkisema tubadilishe leo, tutaamka asubuhi na tubadilishe hiyo katiba. Asanteni sana. Wewe na nani? Asante sana. Wewe utaamka wewe na nani? Bunge power. Bunge oye. Kwa majina naitwa Benson. Wengi wananiita Ben Samaritan. Mimi ni mkazi wa hapa. Mimi si mgeni hapa sana. Nimekuwa pamoja na nyinyi mara mingi. Kwa wakati mwingine nikibeba na boda hapa, wakati wa kina Kemora, wale wa boda wa kitambo wananijua. So kwangu kuhusu huyu mtu anaitwa Uhuru, wacha niseme kama kijana na mkazi. Tunasema kwamba hii serikali ni ya kila mtu. Kama tumekupea nafasi, umefanya kazi, umemaliza yako 10, ondoka uachie wengine. Sababu hata mtu akifa familia si ati huwa inaisha. Wacha wengine wale ambao ulitengeneza wakue watu wazima, wacha tuone wanaweza fanya namna gani. Mambo ya kusema Jubilee ati bado wewe ndiye party leader Uhuru, sema unatukosea. Pumzika polepole, kura retirement benefits polepole. Wacha wengine nao kina Matiang'i wajile, wacha hata wakuje na chama yao. Si kila mtu anafaa kuinherit mpaka ile nyumba ya baba yake. Wacha mtu hata ajenge yake, ajue bei ya mbao. So tunasema hata Matiang'i atengeneza, si tuko tayari kusupport mtu yeyote ako na nia nzuri kwa hii nchi. Jambo lingine niseme upande mwingine wa opposition ama upande ya serikali zenye zinakuja. Sasa serikali zenye tunasikia kama ziko juu kidogo ni upande ya opposition ambayo sasa hizi imeshikiliwa na kina Gachagua na upande ya Ruto pia. Tunasema tumepea Ruto miaka 5 ambayo pia haijaisha, na pia tuko na opposition ambayo iko na hata mmoja ambaye alikuwa upande ya serikali wakati mmoja. Na tunasema kwamba yale tunakosoa yale mambo mabaya na pia yale mazuri tuyaseme.
lakini ni vizuri wakati mwingine mjue, wakati mnabishana pale, wananchi kuna kile mlituambilia, tunagoja bado mutimize. Otherwise kutotimiza kwa mwananchi, sisi ndio tunawaweka kwa ile power. Na tunasema hizi pesa ambazo zinatumika mingi zisikuja tu hapa mashinani tuziona zikisaidia vijana wetu. Tunasikia watu wanaitwa State House, tunasikia watu wengine wanaita mikutano inatumia pesa mingi. Niseme hapa mkikuja hapa Nakuru West mtapata vijana wengi tu wameketi chini. Hizi pesa ambazo zinatumika huko, unaita watu 10,000 unawapea kila mtu shilingi 10,000, hiyo ni milioni 100. Zilete hapa mashinani, hawa vijana wengine wanaweza fanya courses. Wengine wajue kutengeneza madirisha, wengine kutengeneza viti na mambo mengine mingi za kuwasaidia. Na kuna wengine wanaweza fanya hata biashara. Hizo pesa wanaweza gaiwa. Kijana akipatiwa beri ya manguo hawezi kosa kushindwa kuuza. So mimi ninasema kwamba kama mbunge, mimi ninasema hivi, tujaribu kuminimize hizi budget zenye mnatumia huko. Mambo ya maendeleo wakati mwingine hatuhitaji kuambiwa mtu ni mzuri ama amefanya. Tutaona ukitengeneza barabara, tuko na macho, tunaona huyu mtu amefanya kazi. So tunasema kwamba hizo pesa zikuja mashinani zisaidie mwananchi. Hao ni maoni yangu. Na hata sisi vijana wenye wako hapa kama hapa Nakuru West, ma MCA, ma MP na magavana, mtupea nafasi hata sisi muone tunaweza fanya nini tukiwa kama viongozi. Na msitukimbisha na pesa zile ambazo tunasikia zinapita huko mrango ya kando kando, sababu sisi tuna hizo kazi. Sasa hizi ndio tunatafuta kazi, na mtupea nafasi muone hii masomo yenye tumeenda tukasoma. Wengine tumesoma hata kuliko nyinyi wenye mnatuongoza. Hata sisi tufanyishe kazi, msiwache tuende kaburini na hii masomo. So mtupe nafasi hata sisi tuongoze, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, hii kiti ya Nakuru West nitakuja kupigania 2027. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Mimi kwa majina naitwa Onyego Geoffrey. Naongelea former president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta, ukiangalia uongozi wako ulikuwa mtu sawa. Sasa mahali ulituletea Raila ukatuambia Raila ni mtu mzuri, lakini tukakataa maneno yako. Lakini saa hii lazima tusikize maneno yako. Kenya inaenda mtoni. Ukitiambia tuende hapa, tuende kwa Matiang'i, tuende kwa fulani, tunakufuata. Sasa huyu mtu anaitwa Rigathi alikuja na Ruto. Sasa yeye anatuambia Ruto ni mbaya. What? Kwa nini saa hii anatuambia Ruto ni mbaya na yeye alituletea Ruto anatuambia Ruto ni mzuri? Saa hii tunafuata Uhuru Muigai Kenyatta, kitu anatuongeza. Sana kwa majina ni Isa Mureithi Andrew, mjumbe wa Mungu kutoka bunge ya Manyatta Nakuru. Leo naongea mambo ya siasa kuhusu Uhuru Kenyatta na pia niongee mambo ya Raila. Nikianza kwa mambo ya mlima, mimi ningetaka kuambia watu wa mlima wakuwe macho sana. Saa hii si wakati wa kusema huyu amekuja, huyu amefanya, huyu atakuwa. Sisi watu wa mlima ndio tunaumianga sana wakati mambo inaharibika. Sababu yule kiongozi mnachagua akija pale akuwe na nia mbaya, atavuruga nyinyi kibiashara, awavuruge kimawazo, awavuruge mpaka mshindo mnaelekea wapi, mkose mbele wala nyuma. Saa hii naona hapa imetokea, kuna huyu Mr. Uhuru Kenyatta former president na kuna Gachagua katika mlima. Mimi niwaambie hivi, nyinyi mnachezea mlima, nyinyi mnatuchezea na mnapea watu wengine advantage. Sababu wakati Uhuru unaenda pale na chama yako na umekuwa pale utupei mwelekeo kabisa. Saa hii unatutajia mambo ya Matiang'i, na Matiang'i akikosa kuingia si utakuja kuturaumu tena? Hapo ni 50-50. Sio lazima Matiang'i aingie. Unaturaumu mambo ya kusema tulichagua Ruto tukakosa kuchagua Raila. Je, Matiang'i akikosa kuingia utakuja kutuambia nini Uhuru?
Jambo hilo mimi naona Mlima Kenya lazima mkue na masikio. Lazima mjue ni nini mnafanya. Msichanganywe na Gachagua na Uhuru. Hao tu sio lazima watupeleke mbele. Tunajielewa. Huyu Gachagua naye anawekea opposition vikwazo kubwa sana ambapo hawataweza. Tunajua opposition Kalonzo hako pale na huyu Matiang'i wakiwekewa vikwazo hawatakuwa kitu moja, watagawanyika. Na unajua Wakenya wanaangalia mtu wetu wako wapi. So wakiziwa kitegwa wanajiondoa. Wakama wakitegwa wanajiondoa. So nyinyi Ruto, nyinyi Uhuru na Gachagua amuchezi mchezo mzuri hapo. Mimi naona mnatutupa. Hapa iko shida mbele. Na nyinyi hamuoni, na nyinyi viongozi. Wewe Uhuru si ndio uliambia Raila aende kwa Ruto? Wewe si ndio ulimwambia aende kwa Ruto? Na ukapeana wajumbe wako akina Kabogo. Ukawapeana kwa serikali, wanafanyia serikali kazi. Ona sasa hii unaraumu Ruto. Si ukae huko. Kaa huko kwa Ruto. Na usitundanganye na Matiang'i, na wewe Matiang'i wacha ujinga. Unadanganywa na Uhuru. Uhuru akuje akushike mateka, asabaratishe Mlima. Sababu hizo chama mbili, DCP na Jubilee lazima watapigana. Gachagua hataki kuona watu wa Jubilee. Nawe Uhuru hutaki kuona watu wa DCP. Tunaelekea wapi? Sisi watu wa Mlima tutafanya kazi kwa akili saa hii. Hatutawaangalia saa hii. Sisi lazima tuende mbele kulingana na akili zetu sasa. Sababu tunaona mtatuchanganya mpaka dakika ya mwisho. Hatutakubali. Hatutakubali. Hilo jambo lingine ni kwa Raila. Raila ulitoka kwa opposition, ukaacha opposition, ukaenda kukura kwa government. Na hata saa hii unakura. Lakini tunajua mchezo yako. Sisi wa Kenya tunakupenda sana. Umefanya mambo mingi, lakini Raila saa hii ndio unakuja kutuambia Ruto ni mbaya. Na saa hii watu wako wanakula huko. Ndio chama ya ODM lazima usekiwe. Isiishe. Lakini si kwa kutumia hiyo mbinu unatumia. Wewe ndio ulishikilia Ruto akae pale wakati Jensi walitokea kwa njia. Saa hii Ruto angekuwa kwa kiti, unakuja aje kutuambia mambo ya Ruto saa hii. Ruto angekuwa nje isipokuwa ni wewe Raila mkiwa na Uhuru. Nyinyi ndio mmeshikilia Ruto hapo. Ruto angetoka kitambo na ingekuwa history saa hii tungekuwa tumeshikiliwa na jeshi. Jeshi imetupea nafasi ya kufanya uchaguzi miezi 3 imeisha. Saa hii tungekuwa na serikali mpya. So Raila wacha kudelay mambo yetu mkiwa na Uhuru. Mnadelay mambo yetu sana. Tunajua nyinyi ni familia zile ambazo zimeongoza nchi. Lakini tukiendelea hivyo tutakuwa tukirudia yale mambo history tukirudia sababu wewe naona Raila unakuja kupiga jeki mtu fulani kama Kalonzo. Utashika Kalonzo mkono useme wewe ndio umemweka pale. Alafu uingie kwa serikali. Sasa sisi tutabakingi wapi? Na wewe utakuwa mstari wa kwanza. So ODM mkue macho sana. Hata nyinyi msitumiwe juu ni chama. Wafuasi wa ODM muangalie kiongozi wenu ama anawatupa ama anawarudisha ndani. Hiyo chama ni strong, lakini isikue yeye ndio anatumia kuwaimbisha wimbo. Juu mnaimbisha wimbo kila wakati. Kwa hivyo mimi nikisema kifupi nisiongee sana nisitupe muda. Sisi tunataka kubadilisha Kenya. Na Wakenya ndio watatoa mwelekeo. Ningeamurisha Wakenya wote mahali wako. Msifuate hizo chama. Chama ni za watu. ODM ni ya Raila. Jubilee ni ya Uhuru. DCP ni ya Gachagua. Wiper ni ya Kalonzo. Mnataka kutuambia hao watu wanne ndio watatupeleka wapi? Hao ni kutugawanya. Hao
nia yao ni wakae pale kwa zile viti watuongoze vile wanataka, na hizo system zao za takataka. Hizo system zao za takataka hatutaki. Mumefanya Kenya ipotose, iishe, ikuwe hakuna inji hapa. Asanteni. Naitwa Mary Apio, wakaji hapa Nakuru, tuko kwa bunge wananchi hapa Shabak. Tunatetea wanyonge. Nasema mimi nataka kuongea saa hii. Mimi nasia Sonko ananitafuta. Watu wa Nairobi, mkiona Sonko mwambieni Mary Apio anamtafuta. Mimi nataka kukuuza sera yako Sonko. Hebu mwambieni Mary Apio, watu mwenye wako Nairobi, mwambieni Mary Apio anamtafuta. Mimi mwenyewe nitauza ground yako na nitakuuza. Sasa mimi watu wako Nairobi, tafadhali mwambieni Mary Apio anatafuta Sonko. Mimi naongea tu hivi, najua atanitafuta. Huyo Sonko ni mtu mwenye governor. Tena ni governor alikuwa anasaidia wachokora. Si watu wengine ati wanasimama governor Nairobi na hata wana vile. Machokora walikuwa na shida. Na wakati Sonko alikuwa hapo, machokora hawakuwa na shida. Sonko alikuwa anasaidia kila mtu. Mimi naomba Sonko angekuwa hapa Nakuru, hata saa hii mimi ningekuwa na ploti. Sonko angekuwa hapa Nakuru, mimi saa hii Mary Apio mimi singekuwa na shida saa hii. Lakini hii kaunti yetu hapa Nakuru unaongea na unaenda kulala njaa. Mimi na inasema tu kweli. Hapa kaunti hapa Nakuru watu wako na madharau sana. Hapa kaunti hii Nakuru watu wako na madharau sana. Sisi tumeongea, tumeishi kuongea. Lakini ingekuwa Mike Sonko, saa hii mimi ningekuwa na ploti yangu. Sonko tafadhali, hebu nitafute nikuuze kwa ground, ukue governor. Nitafute. Haya, natoka hii agenda. Mimi nataka kwenda kwa agenda ya president wetu mwenye alisatoka kwa kiti, Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi naongea kwa watu mwenye wanaongea ati president wetu alikuwa mbaya. Alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mzuri. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa ameleta maendeleo. Nenda ya wamama bure. Alikuwa ameleta masomo. Watoto wetu walikuwa nasoma bure. Mimi watu mwenye wanaongea ati president Uhuru alikuwa mbaya wapi? Huyu Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amesema watu wa mlima, pigeni huyu Raila Amolo kura, pigeni wa Kikuyu. Pigeni Raila kura. Hao wenyewe walikataa. Sasa saa hii nyinyi mwenyewe ndio mnalaumu Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi tena na Uhuru alikuwa kiongozi, hawezi kusindana na huyu Ruto. Huyu Ruto mroho mbaya huyu. Uhuru alikuwa kiongozi. Mimi nataka hii jambo ifikie Samuel Ruto. Uhuru alikuwa baba yetu, wewe mwenyewe ndio ulikuwa kwa mimi na tunasema namba yangu ya simu 07044760003. Tafadhali nitumie hata 200 baba yetu. Mimi nasema tu ukweli, mimi sitakangi kusema uongo na mimi naongea ukweli. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, mimi nasemanga sisi tumesaishi hapa. Tumeongea na shida. Wewe sasa hata ungekuwa president, sasa hata mimi mwenyewe ningekaa pata ploti yangu. Singekuwa kama huyu William Samuel Ruto, mtu mwenye hana huruma. Ni dikteta mwenye hata hana huruma. Sisi tumekaa hata na tuonanga kwa runinga hata kwa TV. Na yeye mwenyewe hata hana huruma. Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali, namba yangu ya simu nimesema. Huyu kiongozi Uhuru alikuwa mzuri. Huwezi kupimana na hii Samuel. Uhuru ni kiongozi. Wakati linda wa mama ikaletwa. Watoto wetu wakasoma bure. Sasa huyu ndio kiongozi, huwezi kupimana na huyu mjinga huyu. Huyu mwenye amesharibu Kenya, ameshaua watoto wetu, huyu Samuel Ruto. Asanteni. Na leo ningependa kuzungumzia kuhusu hii chama ya Jubilee. Tumeona pale jana Uhuru akipeana full chairmanship kwa Fred Matiang'i. Tunafurahia sana sisi kama wapinzani. Tunafurahia sana sisi kama opposition. Opposition yenye imekuwa opposition ambayo ni ya ukabila. Imekuwa ni opposition ya matusi, imekuwa ni opposition ambayo haina hata agenda. Tumefurahia sana Uhuru amejiunga na hii Jubilee ili kusimamisha hata Mount Kenya. Wakikuyu walikuwa wameseparate, lakini tunajua kwamba amepeana mwelekeo ambao utasaidia watu wa Mlima Kenya kuweza kushikana, waweze kufanya kazi pamoja, waweze kushikana vile walikuwa wameshikana wakati wa Kibaki, na hata wakati wa Uhuru. So Uhuru, kile tungependa kukuambia ni ya kwamba ujaribu uingie pale Mount Kenya usimamishe Wakikuyu, sababu wamegawanyika, watu wako confused, hawajui wataenda huku ama wataenda huku. Ujaribu kuwashikanisha wakuwe kitu kimoja, ili kwamba 2027 ikiweza kufika tukuwe tumesimamisha Matiang'i kama president. Na wale wapinzani wengine ambao wanaleta sijui kelele, wale ambao wanaleta sijui ukabila ndani, tunataka kuwaambia
endeni sasa mtafuta agenda. Opposition sasa ni mbili, na opposition ambayo itakuwa na agenda ndio opposition ambayo Mkenya atatembea nayo. Sasa watu wamechoka na gharama ya maisha, watu wamechoka na vile tunapelekwa na hii serikali. Sasa hakuna kazi, hakuna, hata ukitembea kwa maduka hakuna kazi. Vijana, kazi ya mtaani ilitolewa, hakuna kazi kabisa. Tulikuwa tunataka mtu ambaye tutamsimamisha, mtu ambaye tutasimama nyuma yake aweze kutuokoa sisi kama Wakenya na aweze kutusaidia kuunda na kuleta agenda ambazo zitasaidia Mkenya wa chini na watu ambao wanateseka, watu ambao wanahangaika. So Bwana Uhuru, congratulations, naendelea kushikanisha Wakenya wote. Wakati una address nchi huwa tunaona hauna ukabila, una address Wakenya wakiwa wote, una address watu kama Mkenya Uhuru. So tunafurahia sana. Na wewe Gachagua, enda mtafuta agenda sasa. Na William Ruto, tunataka kuona kitu moja. Tafadhali, gharama ya maisha imekuwa juu sana. Watu wanateseka, watu wanahangaika. Vijana hata kazi ya mtaani hawana. Tunaomba kitu moja, tengeneza hayo kwanza. Kama unataka urudi huko tamu nyingine ya pili, tengeneza kwanza hayo, na kama yatakushinda utarudi nyumbani na Matiang'i atakuwa president 2027. Asanteni sana. Speaker, mimi nataka nizungumze kwa mada ya jana. Uhuru Kenyatta, mimi nakuuliza aje, wewe hujawahi kosea maisha yako. Saizi unatuletea blame games ya kwamba sisi wa Kenya ndo tulikuwa wajinga. Kwa nini ulishindwa kupea Raila kiti? Kwa nini ulishindwa? Sasa unatupima akili hapa eti ulituambia. Ulituambia na nani? Na ulikuwa na powers yote. Raila na Ruto ni kitu moja. Hata sasa kuna haja ya kutuambia ya kwamba tulifanya makosa. Sababu Ruto mwenyewe alisemanga hata Raila angechaguliwa, hizi vitu zote zenye anafanya Raila angefanya. Sasa hizi wacha kutulaumu. We kama unataka kusupport Matiang'i, support yeye. Wacha kutupigia kelele kila saa tangu uondoke mamlakani. Kama utaki kuungana na Gachagua, wachana naye. Hatuwezi kukubembeleza. Kama uwezi ungana na Gachagua ni kama unataka kutumiwa na Ruto ndo mumalize Gachagua Central. Ama utamaliza yeye. Mtamaliza Gachagua aje? Hamwezi maliza Gachagua. Gachagua ndo bado anasikika huko Central. Na Gachagua ndo earth mover ya hii Kenya. Sasa msifikirie mnaungana hapo, muende muharibu nani? Gachagua. Muharibie Gachagua huko Central. Na watu wa Central, wacheni ujinga. Kama muwezi fuata Gachagua tutawaacha. Kama muwezi fuata Gachagua, sababu Gachagua ndo ako na nguvu na ako na uwezo ya kutoa William Samoei Ruto. Uhuru hatatoa William Ruto, atatoa yeye aje. Kama alikuwa kwa kiti na Ruto alimshinda, alikuwa kwa kiti na alikuwa na support hii project yake hii Raila hii. Alikuwa na msupport na bado alikuja akamshinda. Sasa huyo atatoa Ruto. Gachagua ndo anajua nini yote. Gachagua ndo anajua mambo yote ya nini. Vile walifanya na William Ruto. Na hivyo ndo Gachagua atafanya na hakikisha ya kwamba Ruto ameenda nyumbani. Hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. So Uhuru Kenyatta, wewe ni retired president. Wacha kumbafu. Kwanza unafaa usikwe na upigwe ngumi mingi sana kwa mdomo yako. Unafaa upigwe mangumi mingi sana kwa mdomo yako. Hauwezi kuwa unakuja hapa kila siku unatulaumu. Na wewe ulipeleka watu wako kwa government. Si ulipeleka? Si ulipeleka watu wa Jubilee kwa government? Sasa hivi unakuja unatupima kili aje? Wacha kutupima kili bwana. Ambia watu wako wa resign kwa government wenye uliwapeleka wa Jubilee ndio ukuje kutulaumu hapa. Kumbafu wewe. Bunge power. Bunge ria. Asante sana. Mimi naitwa Wycliffe. Majority leader bunge la mwananchi Nakuru County. Mr. Speaker, mimi nataka kwenda direct to the point. Former President Uhuru Kenyatta, wacha kucheza na Wakenya. Uhuru Kenyatta ulikuwa president miaka 10, lakini ile project ambayo unaweza kumbuka ni Linda Mama. Ile project ambayo unaweza sema, unaweza ambia Wakenya ambayo tulifanya jana, uliongea vibaya sana. Ukasema tu William Ruto atulete Linda Mama, William Ruto akakuja kutoa. Miaka 10.
miaka 10 kama president, Linda Mama peke yako ndio unaweza kuja kutuambia project ulifanya. Wewe ulifeli wa Kenya. Na mimi nataka kuambia Fred Matiang'i. Fred Matiang'i unageuzwa mbaya sana na unafaa ujue hivyo. Kwa sababu uwezi pewa, in fact chama ya Jubilee ilikufa kitambo, ambao unadanganywa naye tutapewa. Chama ya Jubilee ilikufa na mtu jana ilikuwa upewa uongozi wa Jubilee, haukupewa. Si ujiulize kwa nini unageuzwa? Ule mtu ambaye alifelisha hii Kenya amekatalia atipati leader. Uhuru Kenyatta unatafuta nini kwa siasa? Na wewe ulifelisha hii nchi. Wewe ulimaliza miaka yako 10, enda upumuzike. Enda ukae huko upumuzike, uache watu wafanye siasa yao. Nikimalizia Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Hii nchi William Samoei Ruto ataenda miaka 10. Yale mambo William Ruto amefanya hii Kenya inastahili hata tubadilishe katiba. Na mimi nakubaliana na Raila Amolo Odinga. Alisema hii katiba tubadilishe na tutoe term limit, William Ruto abadilishe nchi ikuwe kama Colombia. Yes. Abadilishe nchi ishinde hata Amerika. Hivyo ndio tunataka. Kwa sababu sasa hivi vile zaidi tunaongelea hivi Mr. Speaker, hii nchi yetu ya Kenya, affordable housing zenye zimejengwa saa hii, Wakenya wanaona ile kitu ambayo haijaifanyika. Manyumba tunaona kila mahali. Watu wa mahasla saa hii tunaenda kukaa kwa manyumba zenye tulikuwa tunasikia matajiri wakikaa. Kwa hivyo William Ruto, miaka 10 haitoshi. Tunataka kama tunaweza kuongezea kwa hiyo miaka kama miaka 30, Mr. Speaker, iende miaka 50. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi tunasema ya kwamba sisi tuko tayari. Sisi tuko tayari. Na tunaambia Raila Amolo Odinga na William Ruto, ile mambo mnasema hakuna atapinga. Hiyo katiba hata mkisema tubadilishe leo, tutaamka asubuhi na tubadilishe hiyo katiba. Asanteni sana. Wewe na nani? Asante sana. Wewe utaamka wewe na nani? Bunge power. Bunge hoye. Kwa majina anaitwa Benson. Wengi wananiita Ben Samaritan. Mimi ni mkazi wa hapa. Mimi si mgeni hapa sana. Nimekuwa pamoja na nyinyi mara mingi. Kwa wakati mwingine nikibeba na boda hapa, wakati wa kina Kemora, wale wa boda wa kitambo wananijua. So kwangu kuhusu huyu mtu anaitwa Uhuru, wacha niseme kama kijana na mkazi. Tunasema kwamba hii serikali ni ya kila mtu. Kama tumekupea nafasi, umefanya kazi, umemaliza yako 10, ondoka uachie wengine. Sababu hata mtu akifa familia si ati huwa inaisha. Wacha wengine wale ambao ulitengeneza wakue watu wazima, wacha tuone wanaweza fanya namna gani. Mambo ya kusema Jubilee ati bado wewe ndiye pate rida Uhuru, sema unatukosea. Pumzika polepole, kura retirement benefits polepole. Wacha wengine nao kina Matiang'i wajile, wacha hata wakuje na chama yao. Si kila mtu anafaa kuinherit mpaka ile nyumba ya baba yake. Wacha mtu hata ajenge